kifo au mauti ya wacha Mungu wake. Ina thamani sana machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake, ina uthamani. Kumbe mauti ya mwenye dhambi mbele za Mungu haina uthamani. Roho ya mwanadamu mwenye dhambi, hasa yule anafundishwa lakini anakeuka, hana uthamani. Ni bora mtu, sikufundishe kwamba utende dhambi, mtu ambaye anatenda dhambi bila kujua ni bora kuliko yule anayetenda dhambi alafu anajua. Tayari unafundishwa lakini unafanya vingine. Unafundishwa unakuwa mkaidi, unafundishwa unakuwa mkali, unafundishwa unafanya hivi. Hey! Amina. Mungu anasema nitaanzia patakatifu pangu kuleta ghadhabu. Amina. Haleluya. Badilika. Maana wakati ulio nao, hata kuna wengine walikuwa vijana kama wewe, walipopuuzia neno la Mungu, wakalipuuzia neno. Sasa hivi ni wazee, lakini pamoja na uzee wao wanaumwa. Ukisikia mtu amekufa, maana yake alizaliwa. Mwanadamu hawezi kufa bila kuzaliwa. Ukisikia mtu ameokoka, maana yake hapo mwanzo alikuwa mwenye dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huwezi kumwambia Mungu kwamba mimi nimezeeka sio nini, kwani wewe ulizaliwa mzee? Ulikuwa mchanga, ukakua, ukawa kijana, ukawa pale. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na vijana wenzangu mlioko hapa. Jiangalieni mahali mnapotoka na mahali mnapoelekea. Ni wapi? Mwanadamu ni lazima awe na sehemu tatu katika maisha yake: mahali anakotoka, mahali alipo sasa hivi, na mahali anapoelekea. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kila mmoja awe na sehemu tatu. Hizi kila mmoja anazo, na anajua kwamba nilikotoka ni wapi, niliposimama ni wapi, na ninakoelekea ni wapi. Mwanadamu aendaye mahali ambapo hajaandaa kufika, atafika hewani, ataishia hewani, atafika. Lakini yeye ajuaye kwamba mimi ninakoelekea ni huku, hata kama changamoto zikitokea, lakini ninaelekea huku, atafika, kwa sababu anayo imani kwamba naenda sehemu fulani. Haleluya. Kama wewe na mimi siku ile tulipoondoka tukatoka kule naenda sehemu fulani, ukaenda hata kama ulikuwa ujui kwamba unaelekea ni wapi, lakini ukabeba ile imani kwamba mimi naenda sehemu fulani kwa ndugu yangu. Ulipofika hapa mpaka leo unadumu, unaishi na unawasaidia wazazi. Ndivyo alivyo hata na Mungu. Alimtoa Ibrahimu akamwambia nenda mahali fulani ambapo mimi nitakuonyesha ukae. Ibrahimu hakuona mahali pale, lakini kwa sababu neno la Mungu lilikuwa ndani yake na imani ya Mungu ilijaa, akaondoka bila kuuliza. Kuna watu wanauliza vitu vya msingi, afa analeta hoja vya msingi, hoja hazina hata haja. Haleluya. Mimi mara nyingi baba ananiambia Martin njoo, wala siulizi kwamba kuna nini. Mimi naondoka tu. Tukifika kule ataniambia bwana kuna hili. Tunafanya. Amen. Kama linahitaji muda atamwambia baba hili nipe siku 2-3, wanipe siku 1. Amen. Usipende kuuliza utakosa baraka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Utakosa baraka. Amina. Ibrahimu angemuuliza Mungu kwamba kwani unanipeleka wapi? Kwani huko mimi nitakula? Kwani mimi nitaishi wapi? Tungekuwa sisi hapa. Maana sisi ni uzao wa nani? Wa Ibrahimu ambaye alikuwa ni mwaminifu. Mungu akikuita anajua utakula nini, utavaa nini, utaishije. Hiyo sio kazi yako, ni kazi ya Mungu. Wewe kazi yako ni kumuitikia na kufanya kila anachosema. Basi. Hayo mengine sio yako. Ukiambiwa njoo hapo tufanye kazi, njoo ufanye. Kuna mahali Mungu anataka kupeleka.